My dear, kama hichi kimewahi kutokea kwenye maisha yako, kaa ukijua kabisa wewe unasumbuliwa na tatizo la ukosefu wa umakini ambao tunasema ni ADHD disorder. Inaweza ikakutokea umeamka vizuri tu asubuhi, ukamaliza kusali and so on, ukarudi kwenye simu. Unaenda kuchambua nguo zako chafu, uko kwenye simu. Unazitoa zile nguo, unasogeza kwenye bomba, unafungulia bomba la maji labda kwenye dishi, upo na simu. Unaanza ngoja kwanza niende jikoni mara moja, upo na simu. Unafika jikoni, unasema ngoja nichemshe chai. Unapasha vitu vyako, sijui ni chai unaweka pale. Unakumbuka mwanangu nimesahau bomba kule nilifungulia. Unarudi tena kwenda kufunga bomba. Unafika kule unasahau ngoja niweke nguo. Baadaye unasikia vitu vinanuka, unakumbuka kumbe nilikuwa nimebandika hapa ni kiporo cha wali. Unakirudia kule kimeshaungua. Hizi situation ziko kuta. Yaani unajikuta unafanya vitu nusu nusu tu. My dear, kaa ukijua dhahiri unasumbuliwa na tatizo la ADHD disorder ambao tunasema ni ukosefu wa umakini. Na hili tatizo kuondokana nalo inawezekana, maanake wewe una lose focus. Una tatizo la kukosa focus. Hasa mwisho siku hii ina uwezekano mkubwa sana ikakuathiri kwenye kufanya maamuzi kwenye vitu vya msingi sana. Hichi kitu watu wengi tutaviona ni vya kawaida, lakini inaweza ikatokea wewe kwenye kufanya machaguo ya kazi fulani, umetafutiwa kazi au kuna kazi imepatikana, lakini ukajikuta unaanza kubeti kichwani ni uende usiende. Hasa ile hali ya kufanya maamuzi ile, maanake inakosesha wewe umakini na focus, kwa sababu mwisho siku unajikuta una lose vitu ambavyo ni vya msingi sana. So ile tatizo linawezekana kabisa likasofika na ukasaidika, kwa sababu mwisho siku inaweza kukupelekea ukawa unashindwa hadi kulala vizuri.